Watu wengi sana wameharibu maisha yao kutokana na matumizi mabovu ya muda. Muda ukiutumia vizuri unaweza ukawa tajiri kwenye hii dunia, lakini pia muda ukiutumia vibaya unaweza ukawa maskini milele. Matumizi ya muda katika maisha ni kitu cha muhimu sana, cha thamani sana, na hiyo ndo define ama hali halisia ya matokeo chanya katika maisha yako. Leo nitakutajia baadhi ya mambo ya kuzingatia wakati unapoishi hapa duniani katika kujali muda wako wa kila siku. Haya mambo nayokutajia inapaswa uyazingatie sana na kuyaishi katika maisha yako. Tunasema jambo la kwanza la kuzingatia thamani ya muda uliopewa hapa duniani, kuwa na ratiba ya kila siku. Maisha ya watu wengi sana yanaharibika hapa duniani kutokana watu hawana ratiba ya kila siku. Ratiba ya kila siku ni kitu cha msingi sana. Wanadamu tunatofautiana na sokwe, ng'ombe, nyani na wanyama wengine ambao wana utashi kama mwanadamu wanao. Mwanadamu wewe umepewa maarifa makubwa sana, na unapaswa uyatumie maarifa katika kutumia muda uliopewa wa kila siku. Mtu ambaye hauna ratiba ya kesho, siachilii kusema kwamba wewe hauna tofauti na nyau ama ng'ombe, kwa sababu lazima uwe na ratiba ya maisha yako ya kila siku. Panga mambo kila itwaye leo. Panga mwaka huu utafanya nini, panga mwezi huu utafanya nini, panga siku hii utafanya nini. Kwa hiyo ukiwa huna ratiba ya kila siku, usitegemee kwamba wewe utafanikiwa katika maisha, kwa sababu huna utaratibu mzuri na mpangilio sahihi wa matumizi ya muda. Muda wako wa kila siku ni wa thamani sana. Siku hii unayopoteza, hakuna siku ambayo itakayojirudia tena katika maisha yako. Na ndio maana ulikuwa mtoto, sasa umekuwa mtu mzima. Ulikuwa hauna ndevu, sasa una ndevu. Na itafika hatua ulikuwa huna mvi, utaota mvi pia. Kwa hiyo matumizi ya muda katika maisha yako ni kitu cha thamani sana. Muda utakaopotea hauwezi kurudi tena. Pesa zinaweza zikapotea, lakini muda utakaopotea hauwezi kurudi milele na milele. Kwa hiyo kuwa na ratiba ya kila siku. Hili ni jambo la msingi sana katika maisha yako ya kila siku. Lakini pia jambo la pili la kuzingatia katika matumizi ya muda na kuthamini muda, tunasema achana na mtu asiyokupenda kwa dhati. Usihangaike na mtu ambaye hakupendi kwa dhati. Wapo watu ambao wanapoteza muda wao kila siku kumfikiria mtu ambaye hayuko tayari kuwa naye. Na hapa niweke msisitizo, kuna wakati wa kutumia akili sio hisia, na kuna wakati wa kutumia hisia sio akili, lakini asilimia kubwa hisia haijai kufanya maamuzi chanya katika maisha yako. Kwa hiyo unapoona unamng'ang'ania mtu ambaye hayupo tayari kuwa na wewe, hakupendi, kila siku anakwambia, na wewe bado unakuwa focused kwenye fikra yako kumfikiria na kuumiza kichwa namna gani unaweza ukampata, hayo pia tunasema ni matumizi mabovu ya muda. Una mambo mangapi wewe inatakiwa uyafanye kwenye dunia? Wewe kuzaliwa kwa ajili ya mapenzi wewe. Kama ulizaliwa kwa ajili ya mapenzi hapa duniani, basi kubali kuishi kwa ajili ya mapenzi, kwa sababu tunasema mtu yote aliozaliwa kwa kusudi fulani, maana yake yuko tayari kuishi kwa ajili ya hilo kusudi. Kwa hiyo wewe kuzaliwa kwa ajili ya mapenzi, using'ang'anie sana kuwa na mtu ambaye hayuko tayari kuwa na wewe kimahusiano, maana kufanya hivyo pia ni kupoteza muda. Tafuta mtu ambaye yuko tayari kusafiri na wewe, hivyo utakuwa umeokoa muda wako sana. Katika matumizi haya mabovu ya muda, kung'ang'ania mtu asiyokupenda, watu wengi sana wameangamiza maisha yao. Watu wengi sana wameharibu maisha yao. Hii ni sekta muhimu sana ya kujilinda katika kuchunga matumizi ya muda. Muda ni wa thamani sana. Muda ni wa thamani mno katika maisha yako. Lakini pia jambo lingine la tatu la kuzingatia katika matumizi ya muda, tunasema usifanye biashara moja. Yaani wewe kama wewe mfanya biashara,
Epuka kutegemea biashara moja. Moja ya matumizi mazuri ya muda pia naye kuongeza biashara nyingi, kutokuwa na biashara moja. Idadi ya mafanikio ya watu inatokana na matumizi ya muda ambao wanaotumia. Mfano tu leo nikupe mfano wa Balesa ama Mo, kwa namna gani wanaotumia muda katika mafanikio. Siku ina masaa 24 kwa maana ya usiku na mchana. Masaa ya watu wengi sana ya kazi huwa wanafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa maana masaa 12. Lakini unapokwenda kuongeza biashara au unapokwenda kuajiri watu, ukatanua wigo wa kibiashara, manake kwa mfano ulikuwa unafanya kazi wewe masaa 12, ukaongeza mtu mwingine tena akawa na biashara nyingine tena, umefungua sehemu anafanya kazi masaa 12, manake kwa siku utakuwa unafanya kazi masaa 24. Ukawa tena na biashara 3, piga hesabu 12 mara 3, unakuja kupata masaa mengi sana, 40 point. Unapokuwa unafanya kazi 50 ama 100, manake kwa siku unaweza kufanya kazi zaidi ya masaa hata 200. Kwa hiyo idadi ya mafanikio ya mtu inategemea na matumizi ya muda ambao anautumia katika kazi. Ndio maana leo unaona Balesa kwa siku anafanya kazi zaidi ya masaa 10,000, zaidi ya masaa 1,000, zaidi ya masaa mengi sana ambaye anatumia Balesa katika kazi. Hata Mo pia kwa siku wanafanya kazi zaidi ya masaa, maelfu ya masaa, kutokana na wameajiri watu wanawafanyia kazi. Kwa hiyo matumizi mazuri pia ya muda, kuto kuendelea kung'ang'ania kufanya kitu kimoja tu. Tengeneza branch. Muda ni wa thamani sana. Mafanikio ni mchakato, lakini inatakiwa kuna wakati uforce kugrow haraka sana, sababu muda tuliokuwa nao hapa duniani ni mchache sana. Mwanadamu amekadiriwa kuishi hapa duniani kwa miaka michache sana, isiyozidi 70 kwa maisha tunaishi sasa. Kwa hiyo lazima utumie fursa ya kutumia muda vizuri sana. Lakini pia tunasema jambo la 3 ambalo unapaswa kuwa nalo makini katika maisha yako ya kila siku ili kuzingatia muda, tunasema epuka mialiko isiyokuwa na sababu. Unajua katika maisha yetu ya kila siku sana, watu wengi sana wanajitaabisha na mambo ambayo sio ya kwao. Yani kila shughuli anataka awepo, yani kila mwaliko yeye anataka awepo. Kuwa basi na mialiko tu ya matatizo tu basi, aidha umefiwa, kuna msiba, ndio unaweza ukaharibu muda wako wewe kwa ajili ya kwenda huko kushiriki ama kujihusisha na hayo mambo. Lakini kuna mambo ambayo yasiokuwa ya msingi yote, sherehe za watu ambazo wewe hazikuhusu, sio kila sherehe wewe inapaswa uende. Unapoteza muda kwa ajili ya birthday ya mtu Mlimani City kila mwezi, wewe hautumii muda vizuri, kwa sababu muda huo unaoenda kule ungekuwa kuna kazi unaifanya, ingeweza kuingizia pesa ama matokeo chanya katika maisha yako. Kwa hiyo punguza mialiko usiokuwa na sababu. Mialiko usiokuwa na sababu ikanseli, utakuwa umeujali muda sana kuliko maelezo. Lakini pia tunasema jambo lingine la kuzingatia wakati unajali matumizi ya muda, tunasema epuka kushinda vijiweni ovyo ovyo bila kuwa na sababu za msingi. Unakaa tu vijiweni mnapiga stori za umbea. Kwanza huo muda unaotoa wapi mtoto wa kiume? Yani kuanzia asubuhi mpaka jioni mwanaume unakaa kijiweni unapiga stori za umbea. Diamond bwana mwaka huu bwana kavaa nguo fulani bwana. Haya, Jux bwana wamefanya collab na mtu fulani bwana. Jux anatisha bwana. Diamond na Jux bwana tisha Jux bwana. Mnaanza kubishana. Story ambazo hazikujengi kifikra, hazikujengi kimaisha, ni story ambazo za umbea, kufuatilia maisha ya watu. Leo Zuchu kala nini? Inakusaidia nini wewe? Kwa hiyo kuwa na utawala wa muda uliopewa kila siku. Epuka kwenye mazingira hayo ambayo tumeyataja hapo ya vijiweni, kujadili Simba na Yanga tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Inakusaidia nini katika maisha wewe? Kwa hiyo jali muda uliopewa hapa duniani, jali kuliko maelezo sana. Kuwa na utawala wa muda hata katika mitandao ya kijamii ambayo unaitumia kila siku. Kuwa na utawala, tumia muda kusoma, kupata maarifa. Tumia mitandao hii
kufanya biashara, tumia mitandao hii kwa taarifa. Nje na hapo utakuwa unapoteza muda katika matumizi ya mitandao. Muda ni wa thamani sana katika maisha. Wapo waliosema muda ni pesa, muda ni gari, lakini mimi nadiriki kusema kwamba muda ni uhai. Kadri ya dakika moja inapoondoka hapa duniani na siku moja inapoondoka, ndivyo unazidi kupoteza thamani ya kuishi hapa duniani, na muda uliokuwa nao ni mchache sana. Katika historia ya mwanadamu kuna kuacha historia na kumbukumbu. Historia na kumbukumbu vitu viwili tofauti. Historia unaelezewa kuwa ulizaliwa sehemu fulani, ukasoma shule fulani, ukaishi sehemu fulani, ukafa sehemu fulani, ukazikwa sehemu fulani. Hii ni historia. Lakini kumbukumbu, umeacha nini kwenye dunia cha kukumbukwa na watu? Kwa hiyo lazima utofautishe kati ya historia na kumbukumbu. Sasa wewe unatakiwa unapoishi hapa duniani uache vyote, yani historia isimuliwe na kumbukumbu zionekane. Moja pia ya matumizi mazuri ya muda ni kuacha kumbukumbu kwenye hii dunia. Tunaona leo hii hata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa taifa hili la Tanzania, kwa maana alilikomboa taifa hili lilipokuwa linaitwa Tanganyika mwaka kutoka kwa hao mabeberu. Tunaona huyu mtu tunaendelea kumkumbuka milele na milele kwa sababu kuna kitu amekiacha. Mbali tunakuelezea historia kwamba alizaliwa sehemu fulani, akaishi sehemu fulani, ni kabila fulani, kuna kitu sisi tunamkumbuka kwenye hii dunia. Au haya John Pombe Magufuli, tunamkumbuka kwa aliyoyafanya makubwa kwenye hili taifa. Kwa hiyo lazima unapoondoka hapa duniani lazima uache historia na kumbukumbu, kitu cha msingi sana katika maisha. Jali muda wako wa kila siku.